Mtaalamu, uko salama? Iko salama kabisa, namshukuru Mungu. Hapa tumewahi kuzungumza ishu ya uchaguzi wa ng'ombe bora wa maziwa, si ndio eh? Ndio. Tulimwambia msikilizaji kwamba zile aina tatu, basi ni aina ipi ambayo itakuwa aina nzuri, na kwa nini aina hii, kwa nini sio aina hii, na faida ya aina zote zile tatu ambazo ulikuwa umetufundisha. Lakini pia umewahi kutuambia kuhusu ishu ya banda bora. Kwa sababu umeshampata huyu ng'ombe bora, basi inabidi hata sehemu ya kumuweka iwe sehemu sahihi ili upate mafanikio. Najua ulielekeza vitu vingi sana, msikilizaji alielewa vizuri kabisa. Leo hii tunaanzia wapi tafadhali? Karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Zakaria Venance Kigodi. Ni daktari wa mifugo. Leo tunaanzia wapi? Leo tunaendelea na mada yetu kama inavyosema mwongozo bora wa ufugaji ng'ombe wa maziwa. Tumejitahidi, tumejifunza mada zetu mbili zilizopita. Kwanza uchaguzi wa ng'ombe wa maziwa, na pili ni banda bora la ng'ombe wa maziwa. Sasa leo tutajifunza juu ya habari ya ulishaji wa ng'ombe wa maziwa. Ndugu wasikilizaji na wafugaji, karibu tena kwenye mada zetu juu ya mwongozo bora wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Na leo tutazungumzia juu ya habari ya ulishaji wa ng'ombe wa maziwa. Kama tunavyofahamu, ng'ombe wa maziwa ni kama kiwanda ambacho kubadilisha chakula na kukifanya kuwa maziwa. Kwa hiyo chakula hicho lazima kiwe na uwezo wa kupatia mwili viinilishe kwa ajili ya kupatia mwili nguvu huyo ng'ombe, kwa ajili ya ukuaji, na mara nyingine kwa ajili ya kupatia mwili kinga dhidi ya maradhi. Kwa hiyo mfugaji lazima azingatie kwamba huyo ng'ombe anayemfuga ajue kwamba kila anachompatia ng'ombe yeye anakichakata, alafu kinamtolea yale maziwa. Ndio maana nimetolea mfano yeye, ng'ombe wa maziwa ni kama kiwanda ambacho kinabadilisha kile chakula na kuwa maziwa. Kwa hiyo inaweza katokea upungufu wa hivi viinilishe ambavyo huyo ng'ombe anavipata, ikiwa labda huo ulishaji wa vyakula ambavyo wafugaji wanawalisha havitazingatia ule mchanganyiko ulio bora. Inaweza kupelekea matatizo mbalimbali kwa huyo mnyama. Kwa upande wa ng'ombe maziwa, huwa kuna ongezeko la viinilishe kulingana na mahitaji, kwa sababu ng'ombe huwa wanalishwa kulingana na mahitaji. Ng'ombe mdogo analishwa tofauti na akiwa na ng'ombe anayekua na ng'ombe mwenye ambaye ni mkubwa, na pia ng'ombe wakubwa pia wanatofautiana. Huenda ng'ombe mwenye mimba au hana mimba. Pia ng'ombe dume hutofautiana na ng'ombe jike katika uhitaji wa chakula. Sasa katika kipindi hiki, katika nyakati hizi za ukuaji, ng'ombe akikosa labda viinilishe vile vya muhimu katika kipindi chake au kulingana na mahitaji yake, kunaweza kusababisha udumavu, kwa mfano kwa ng'ombe wadogo, na pia kwa wale ng'ombe wenye mimba inaweza katokea pia mtoto kufia tumboni, na pia mtoto akizaliwa anaweza kazaliwa dhaifu na ikapelekea mtoto kufa kwa sababu tu hakutunzwa vizuri au hakupewa vile vyakula stahiki wakati akiwa na mimba. Mfugaji unaweza kujiuliza viinilishe ni vipi? Sasa viinilishe ni huwa havitofautiani sana na tunavyohitaji hata sisi binadamu kwenye makundi yale ya chakula. Kuna aina 5 ya hivi viinilishe, tukianza na maji yenyewe, alafu tunakuja wanga, alafu kuna protini, madini na vitamini. Hivi vyote vinahitajika kwa kiwango fulani ili kuweza kusaidia mwili wa yule ng'ombe wa maziwa aweze kuzalisha maziwa kwa kiwango kile ambacho kinahitajika, na pia aweze kuwa na afya bora na kuweza kustahimili changamoto mbalimbali anazokutana nazo kwenye mazingira. Sasa tukianza na aina mojawapo ya kiinilishe, maji. Tunajua kwenye mwili wa ng'ombe wa maziwa au mwili wa ng'ombe karibia 65% ya mwili wake ni maji.
Kwa hiyo ukitaka kuangalia namna umuhimu wa maji ulivyo, mwili wake tu ng'ombe 65% ni maji. Kwa hiyo maji yana umuhimu mkubwa sana kwenye mwili wa ng'ombe kwa ajili ya kusaidia shughuli mbalimbali za mwili, na pia maji ndiyo yanasaidia sana kwenye uzalishaji wa maziwa. Ukiangalia kiwango kikubwa sana cha maziwa, karibia 87% ya maziwa ni maji. Kwa hiyo utaona kabisa mfugaji kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa hiki kinilishe ambacho ni maji, ng'ombe aweze kukipata. Sasa kiasi ambacho ng'ombe anahitaji, kiasi cha maji ambacho ng'ombe anahitaji, hii mara nyingi sana huwa inategemeana. Mara nyingi sana inategemeana na hali ya hewa na vyakula anavyokula. Okay. Tutolee mfano hali ya hewa, kwa mfano kama msimu wa mvua au msimu wa baridi. Kwa msimu wa mvua mara nyingi sana utashangaa, au msimu wa baridi, unganishe hivi vyote, utashangaa ile ng'ombe huwa hawi na kiu sana. Kwa hiyo hata upotezaji wa maji unakuwa ni mdogo, na pia yeye uhitaji wake wa maji unakuwa ni mdogo, hanywi maji mengi sana. Lakini ukiangalia msimu wa kiangazi, kwa sababu ng'ombe sababu ya jua au mazingira yanakuwa ni ya joto, ng'ombe anapoteza maji mengi sana, na hivyo anahitaji maji mengi sana kuweza kuyabadilisha yale yaliyopotea katika mwili. Pia vyakula anavyokula. Kwa upande wa vyakula anavyokula, kwa mfano ng'ombe wanaokula majani machanga mabichi, mara nyingi sana huhitaji maji kiasi kidogo sana, kwa sababu yale majani machanga mabichi yanakuwa na kiwango kikubwa cha maji. Kwa hiyo anapata maji kupitia yale majani. Kwa maji ya kunywa ya ziada utashangaa anayanywa kidogo. Lakini ng'ombe anaokula majani yale magumu au majani makavu, wengine wanaita hay, huyu mara nyingi sana atahitaji maji mengi sana, kwa sababu yale pale yana kiwango kidogo cha maji, na pia yanasababisha ng'ombe apate kiu. Pia ng'ombe wanaokula pumba hivyo hivyo wanahitaji maji mengi kwa sababu wanapata kiu. Lakini wakati tulikuwa tunajifunza hapa, kuna msikilizaji aliuliza pia, je, nimpe kiasi gani ng'ombe cha maji? Ni kweli, anahitaji kiasi gani? Sasa kwa vipimo huwa tunakadiria ng'ombe mkubwa wastani. Kama unataka kumkadiria wastani, maana yake anachokihitaji yeye ili atosheke ni karibia debe 3 mpaka ni ng'ombe mkubwa kwa siku anaweza kazipata hizo. Lakini nilitoa angalizo kwamba kwa upande wa maji na malisho ng'ombe huwa tumpimii. Ndio maana nilikuwa nazungumzia kwenye kipindi kile tunachoelezea, wakati tunaelezea banda bora, kwamba lazima kuwepo na kisima cha maji, sehemu ya kuweka maji cha kudumu, ili maji yawepo pale muda wote, ng'ombe anywe anavyotaka. Kwa hiyo na leo pia, na kwa upande wa kiasi, naomba wafugaji na wale ambao mnataka kuingia kwenye ufugaji, unavompa maji ng'ombe usimpimie, mwekee tu kwenye sehemu yake, ng'ombe anywe aache. Kwa hiyo kuna kinilishe kingine ni wanga. Wanga kazi yake kwenye mwili wa ng'ombe ni kutia mwili nguvu, pia kujenga mafuta na kutengeneza maziwa. Na hii hapa huhitajika kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu wanga inasaidia shughuli zote za mwili za mnyama. Maana yake mwili wa mnyama ukiwa na nguvu, anaweza pia kuzalisha vitu vingine kama maziwa. Na chanzo cha wanga ng'ombe anakipata kwa kula manyasi za malisho, pumba, nafaka. Kuna hii sukarugulu au mabaki yale ya wakati wanasindika au wanazalisha sukari, wanaita molas mtaalamu, na muda mwingine masalia baada ya mazao kuvunwa. Kwa hiyo hivi vyakula, nyasi ambazo anakula mnyama, pumba anazopewa, kile ni chanzo kikubwa sana cha wanga kwa mnyama. Kinilishe kingine cha muhimu ni protini. Kazi yake kubwa protini, tunajua inasaidia sana kwa ajili ya kukua kwa viungo vya mwili wa mnyama, na pia kuongeza damu na kutengeneza maziwa.
Na chanzo kikubwa cha protini kwa upande wa ng'ombe kuna malisho jamii ya mikunde na mashudu ya mbegu za mafuta. Mfano mara nyingi sana kwa ukanda wetu huku mashudu ya alizeti ndo yanapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo ndo huko mnyama anaweza kapata protini ambayo inaweza kumsaidia kujenga mwili na kuweza kukuza viungo vya mwili. Kiinilishe kingine cha muhimu nacho ni madini. Kazi ya madini kwenye mwili wa mnyama au ng'ombe wa maziwa, cha kwanza ni kuimarisha mifupa, pia kuimarisha misuli, na pia madini yanahusika sana kwenye utengenezaji wa damu kwa mnyama, pia utengenezaji wa maziwa, na pia nyingine ya muhimu, huwezesha ng'ombe jike kuingia joto, na pia kwa mfano kwa dume pia inampa ule uwezo wa kuweza kupanda au wakati wanampandisha dume anakuwa na uwezo wa kupanda vizuri. Na pia madini yanasaidia kupunguza matatizo ya uzazi kwa ng'ombe, mfano kubaki kwa kondo la nyuma baada ya kuzaa, pia ng'ombe kushindwa kusimama baada ya kuzaa inasaidia kupunguza pia, na pia inapunguza matatizo ya kuto kushika mimba kwa hawa ng'ombe. Na chanzo, ng'ombe anaweza kupata wapi madini? Chanzo ni malisho ya kawaida, japo kwenye malisho ya kawaida kwa mfano hizi nyasi ambazo wanapewa madini huwa yapo kwa kiwango kidogo ambayo hayawezi kutosheleza mahitaji ya huyo mnyama. Chanzo kingine ambacho mara nyingi sana kinatumika sana ni tunasema nyongeza ya madini. Kwa mfano mchanganyiko wa hivi vyakula, kwa mfano hivi vyakula vya ziada ambavyo ni pumba na vingine, kuna mchanganyiko ambao unakuwa na mifupa iliyosagwa ambayo ina kiwango kikubwa sana cha baadhi ya madini. Muda mwingine huwa ng'ombe wanawekewa yale mawe ya kulamba, nayo yanakuwaga na viwango fulani vya madini ili kuweza kusaidia ng'ombe apate madini kwa urahisi. Lakini mengine ni madini ya unga ambayo mara nyingi sana huwa yamechanganyika na vitamin ambayo yanatumika kwenye kuchanganyia hivi vyakula. Kwa hiyo ng'ombe au mfugaji anaweza kumsaidia huyo ng'ombe apate madini haya ya nyongeza kwa kuweza kumwekea jiwe la kulamba, au wakati anachanganya vyakula vyake vya ziada kama pumba anaweka mifupa na pia yale madini ya unga ili kuweza kumsaidia ng'ombe apate kiwango cha kutosha cha madini. Sasa kiinilishe kingine ni vitamini. Sasa vitamini kazi yake ni kutunza afya ya ng'ombe, kuimarisha kinga sana kwenye kuimarisha kinga, kwa sababu vitamini inahusika sana kwenye mfumo mzima wa kinga ya mwili ya mnyama. Kwa hiyo inamsaidia huyu ng'ombe kuweza kuwa na afya iliyo njema na kuweza kujikinga na baadhi ya magonjwa nyemelezi. Na pia inahusika kwenye uzalishaji pia wa maziwa na pia kuimarisha uzazi wa ng'ombe. Na chanzo kikubwa cha vitamin nayo pia ng'ombe anaweza kupata kwenye vyakula vya kawaida anavyokula. Na mara nyingi sana ng'ombe ana kitu kingine cha ziada ndani ya tumbo lake, namna lilivyotengenezwa, kuna vijidudu ambavyo vipo mle ndani vinatumika pia, vinamsaidia kuzalisha vitamin. Kwa anaweza kuipata kutoka kwenye chakula anachokula au ndani ya tumbo lake kuna vijidudu ambavyo vinazalisha vitamin. Mfano wa vitamini hizo ni vitamini A, B, D na E. Ni za muhimu sana kwenye mwili wa ng'ombe wa maziwa. Okay. Sasa kwa mfano kwa wale ng'ombe wadogo kuna hii vitamini A wakikosa sana wakiwa wadogo pale, mara nyingi sana huwa wanakuwa na ukuaji ambao ni hafifu sana, na huwa wanashindwa sana kustahimili yale magonjwa nyemelezi yanayowapata. Ndio maana hizi vitamini za muhimu sana kwenye upande wa kinga ya mnyama, hasa hawa wanyama wadogo.
Sasa hivyo ni viinilishe ambavyo vinahitajika kwa mnyama.